msiende mkajenga hivi vibanda tena. Tengenezeni mchoro ambao utakuwa ni complex. Jengo la ghorofa 4 zuri kubwa. Whenever you stand in Morogoro, ukiangalia unasema angalia lile jengo la hospitali ya rufaa ya Morogoro. Hiyo ndio heshima ya Morogoro, na tutengeneze jambo linalofanana na heshima. Unatembea kule, unaingia Morogoro na SGR, unajiona jengo la hospitali. Na hela zikipelea sio shida yenu, niachieni mimi ndio naombeaga na mbaki sana. Lakini msiseme kwamba unajua kwa sababu hela ni hizi basi tujenge. Kwa mimi majuna nimewaambia na wala simuoni maneno. Tunatumishana sana kwenye ofisi ya mkuu wa mkoa tufanye nini kwa hospitali. Bwana nafikiri tuipeleke Kiegea. Tunasema no problem. By the time tunafikiria kuipeleka Kiegea, will be 4 million people. Tengenezeni nyingine kabisa mpya Kiegea, lakini hii this is the historical site ya hospitali ya Morogoro for 80 years. Tunajenga mama na mtoto hapa. Yeye unasema hakuna maeneo, angalieni vibanda vyenu vyote vya 1945. Vunjeni hivyo, tengenezeni jengo. Wote wanapata huduma in full. Hakuna ambaye anasema hebu mwacheni huyo kwanza, huyo apumue tukimbilie huyo. Na ile ilikuwa ni ishara ya uwezo wenu na uwezo wa hospitali hii wa kuhimili makubwa na madogo. Kwa naomba kwanza niwapongeze pia nyinyi wote wadau wa hospitali hii chini ya mganga mkuu. Asanteni sana kwa kuiheshimisha Morogoro. Lakini nawashukuru wana Morogoro, tumefanya mambo makubwa sana in these 2 years. Na moja katika tuliyofanya makubwa ni kusimamia mabadiliko na maendeleo ya hospitali hii. Morogoro tuko kwenye zoezi la awamu ya pili la kujiandikisha kupiga kura. Tunaita daftari la uchaguzi. Uzanguni, usipochagua usije kutulalamikia baadaye. Na hii ni nafasi. Tulifanya zoezi mara ya kwanza mwezi wa 3. Sasa tumekwenda tunafanya zoezi tena la siku 7 sasa hivi. Kwa wale ambao wanaona kuna makando kando kwenye usajili wao, siku hizi 7 kuanzia tarehe 16 mpaka tarehe 22, jana mpaka tarehe 22. Tumepewa fursa mkoa wa Morogoro wa kwenda kujiandikisha tena. Naomba sana. Kujiandikisha ndio hatua ya kwanza ya kupiga kura. Wewe jiandikishe, baki na kishikwa kile ni kikadi chako mfukoni. Mengine utajua baadaye. Lakini wewe umejiandikisha. Naomba nitambue kwamba haya maandalizi yanafanywa vizuri sana. Na naomba niwashukuru wote watu wa ofisi ya mkuu wa mkoa, hospitali, ofisi ya mganga mkuu, wadau wengine wote ambao walishiriki moja kwa moja, mahakama kuu, everybody, kila mtu ambaye ameshiriki kwenye jambo hili nawashukuru sana sana sana. Kuanzia tarehe 5 mpaka tarehe 9 tulikuwa tunafanya clinic katika eneo hili lililosimama inaitwa Afya Check, ambapo tunaita wananchi wa mkoa wa Morogoro, lakini pamoja na watu wanaokaa karibu na mkoa wa Morogoro waje kupata huduma za afya bure, kwa maana wacheki afya zao na wao watagundulika na changamoto hasa zinazohitaji upasuaji. Tulikuwa tunafanya upasuaji bure kuanzia tarehe 12 mpaka jana tukamilisha mtu wa mwisho. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa na ndio rasmi, tumeona jumla ya wananchi waliopata huduma katika kambi yetu ya Afya Check katika maadhimisho ya miaka 80 ya ustadi yetu, wananchi 3772. Huduma bora! Huduma bora! Hii ni namba kubwa ya wakazi wa Morogoro na viunga vyake kupata huduma za kujua afya zao na kutibiwa na madaktari bingwa katika maadhimisho yetu haya ya miaka 80. Tunafurahi sana kuona wananchi wameitikia sana na wamekuja na wamepata huduma. Hii kwetu ni hiki ndicho tunachoweza kurudisha asante kwa Mheshimiwa Rais kwa maboresho makubwa ya sekta ya afya. Jambo la pili, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, tulikuwa na orodha ya watu 242 wa upasuaji. Taarifa zangu ni kwamba wote wamefanyiwa upasuaji waliokuwa wanahitaji upasuaji except watu 3 ambao nao baada ya
kuingiza theater walionekana hawako fit for surgery. Kwa hiyo tunaweka mpaka watakapokuwa fit tutafanyia kwa utaratibu ule wa maadhimisho ya miaka 80. Kwa hiyo mheshimiwa mkoa ndani ya mkoa wa Morogoro na viunga vyake kuna wananchi 242-3 ambao wamepata hizo huduma na sisi tunafurahi sana kuzitoa. Jina naitwa Mwanamtura Dionis. Naiona huduma ya hapa ipo tofauti na miaka 5 ambayo nilishawahi kuja hapa. Kwanza kabisa wahudumu wanajali wale ambao wanawahudumia, kiasi kwamba hata wewe unayemuuguza mgonjwa unakuwa na matumaini ya kwamba mgonjwa anaweza kapona hata kama ile tiba ambayo anapewa haijakamilika. Hili jambo nimeshukuru sana serikali kwamba imeangalia na kuwaasa wale wafanyakazi kuwa wao kwanza ndio chanzo cha kufanya wagonjwa wapone. Kwa hili serikali inaipa pongezi kubwa sana. Na tukija kwenye labda miundombinu ya huko ndani siwezi nikaiongelea sana kwa sababu si mara zote niko huko ndani. Ni kuzuri, kunavutia.